Mwanamke huyo alikuwa katika kisiwa kimoja baada ya ajali moja ya meli, lakini mwanamke yule alikuwa akivua samaki hakuwala, aliwahifadhi na baadaye kuwatwanga ili kuwa samaki wadogo kisha aliwamwaga katika ziwa, na ndipo waliamua kutumia wale samaki kama chambo ili apate samaki wakubwa kwa sababu wale walikuwa wadogo. Lakini bahati nzuri akatokea samaki mmoja, na kwa bahati nzuri tena bahatika kumkamata. Alifurahi sana mwanamke yule, alibeba yule samaki na kuondoka naye katika kando, lakini cha ajabu hakuwala, alimning'iniza katika mti ili kwa sababu kuna kitu alikuwa anataka kugundua. Alivumilia sana akisubiri, nahisi alikuwa kuna mnyama akimtega. Alivumilia sana, lakini kwa muda alikuja kuangalia samaki wake na kukuta kwamba ameshachukuliwa kwa sababu ya usingizi, alikuwa amepitiwa. Hakufanikiwa kumuona ni nani aliyekuwa amechukua. Aliamua kuwa situation ile ilimfanya sana ashangae ni kwa nini kitu hiki kimetokea na kwa nini hakuona chochote kitu. Aliamua asubuhi kufuatilia ili aweze kuona kuna nini kilichotokea usiku. Ghafla kwenye gogo moja kunatokea ndege mmoja akamuona, lakini aliona samaki mmoja, na yule samaki alikuwa ameweka chambo. Alimuona mbele pia kwa sababu alikuwa na vidonda vikubwa sana yule samaki, mikolozo mikubwa ambayo inaonyesha kwamba kabisa kuna mnyama mkali alikuwa amemvamia. Usiku ulipofika, mwanamke yule alipumzika na kula samaki aliyekuwa amemokota. Asubuhi pia alipofika, aliona kitu cha ajabu pia kwa sababu rafiki yake aliyokuwa katika ile ajali alimuona aliona maiti yake ikiwa kando ya bahari. Ndipo mwanamke yule aliendelea kutafuta kitu chochote ambacho kinaweza kumsaidia, lakini mara ghafla aliogelea na kuona vitu ambavyo vilikuwa katika meli, akaamua kuvifuata ndani ya maji ili iweze kumsaidia. Alipozama ndani ya maji zaidi, akakuta katika shimo moja kwenye maji kuna shimo moja refu, na katika shimo hilo kulikuwa na kiumbe cha ajabu sana. Haraka aliamua kurudi juu ili aweze kunusuru maisha yake. Usiku ulipofika, aliwasha moto wake pia, akaamua kupumzika na kufanya plani zingine za maisha. Lakini kwa ghafla alihisi kama kuna kitu kinatokea. Ndege ambayo ilikuwa inapita juu alihisi kama anaweza kupata msaada, mara ghafla kawasha kitita cha moto juu ili aweze kusaidia, lakini kwa mbele aliona kiumbe cha ajabu kinamfuata. Akaamua kukimbia ndani ya msitu.